Hello dears, karibuni kwenye channel yetu ya YouTube ya NJ Kitchen Diaries. Usisahau kulike, kucomment, kushare, kusubscribe na kisha gusa kengele yako ili wa kwanza kupata video zetu. Karibuni. Leo vipenzi vyangu tutakwenda kujifunza namna ya kuandaa nyama tamu ya foili ambayo imechanganywa na vitunguu. Unaweza kutumia nyama ya mbuzi, ya ng'ombe au hata ya kuku vile wewe unapendelea. Mimi nimetumia nyama ya ng'ombe. Unataka kujua inaandaliwaje? Basi kaa nami mwanzo mpaka mwisho wa video yetu hii. Utaanza kwa kuandaa nyama yako. Ya kwangu mimi nimesema ninatumia nyama ya ng'ombe, nimeiosha mara moja, japo wengi wanasema nyama ambayo unaenda kuichoma haitakiwi kuoshwa, lakini mimi nimeona hapana, nimeamua kuiosha mara moja. Kwa hiyo tutaanza kumarinate nyama yetu kwa kuweka viungo vyetu. Hapo kwa kwanza nimeanza kwa kuweka kitunguu saumu na tangawizi ambavyo nimevitwanga. Kama una ile paste ya kitunguu saumu na tangawizi unaweza kutumia pia. Utakwenda kuweka pilipili manga ya unga. Utaweka pilipili yako. Baada ya hapo utakwenda kuweka chumvi. Weka chumvi kwa kiasi kile ambacho unapendelea wewe na unaona kinakufaa. Utakwenda kuongeza maji ya malimao. Weka maji ya malimao. Limao inategemea na kiasi cha nyama yako. Kwa hiyo utaweka vile unavyopendelea wewe. Baada ya kuweka malimao yako utakwenda kuweka mafuta. Kiasi cha mafuta itategemea na wingi wa nyama yako au kiasi cha nyama yako. Nyama yangu haikuwa na mafuta yale yenyewe mafuta ya nyama. Kwa hiyo niliweka vijiko kwa makadirio ni kama 3. Kama nyama yako ina mafuta unaweza kupunguza kiasi cha mafuta unayoweka. Utakwenda kuchanganya viungo vyako ili vichanganyike vizuri na ile nyama yako. If you have that barbecue sauce, unaweza ukaitumia. Ni nzuri sana. Mimi sikuwa nayo, kwa hiyo nikaendelea na viungo ambavyo nilikuwa navyo. Changanya vizuri nyama yako, ichanganyike vizuri na viungo na pia viweze kushika vizuri na kuingia vizuri kwenye ile nyama yako. Mpaka hapo nyama yetu imekwisha kuchanganyika vizuri, tutakwenda kuifunika na kuiacha imarinate ili viungo viweze kuingia vizuri kwenye nyama yetu. Baada ya hapo utakwenda kuweka nyama yako kwenye fridge, lakini kama hauna fridge sio mbaya, unaweza kaiweka sehemu ya wazi kisha utaiacha kwa muda wa dakika 45 hadi lisaa. Wakati tunasubiri nyama yetu iendelee kumarinate, usisahau kulike video hii, kusubscribe na kisha gusa kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Tutakwenda kuanza kuchoma nyama yetu. Mimi leo nimetumia jiko la mkaa. Kwa sababu nyama yangu ni nyingi na jiko langu ni dogo, ndio maana nimeweka majiko mawili. Tandaza nyama yako kwenye waya wa kuchomea nyama kama unavyoona kwenye video yangu. Hakikisha nyama yako haiko karibu sana na moto. Ndio maana kwa mimi nimeweka mawe kwanza kisha nikaweka waya kwa juu. Usisahau kuwa unageuza nyama yako ili iweze kuiva pande zote mbili. Na lengo la kusema nyama isiwe karibu na moto ni ili iweze kuiva taratibu na iweze kuiva vizuri. Naomba niongee kwa habari ya kutumia oven au air fryer. Unaweza kutumia hivyo vitu, lakini mtanisamehe sina uzoefu navyo, kwa hiyo sijui unaweka moto wa kiasi gani. Lakini kama unajua kuchoma nyama kwenye oven au kwenye air fryer, unaweza ukafanya hivyo badala ya kutumia mkaa. Kwa hiyo chaguo ni lako. Ukitumia mkaa, utumie oven, utumie air fryer, bado nyama yako itaiva na itatoka vizuri. Kama unavyoona kwenye video yetu, nyama yetu iko tayari, imeiva vizuri, ni tamu na pia imepata ile rangi nzuri ya kupendeza, rangi ya golden brown. Baada ya hapo utakwenda kukata nyama yako kwa vipande saizi au ukubwa ule unaotaka wewe au unaopendelea wewe. Wakati unakata nyama yako, hakikisha umeshaandaa vitunguu vyako pembeni. Usibanie vitunguu. Weka vitunguu vingi kama unavyowekaga ukiwa unapika pilau lako. Kwa hiyo anza kwa kuweka vitunguu vyako kwenye nyama yako ambayo umekwisha kuikatakata.
Utaweka vitunguu vyako kama nilivyosema, usibanie vitunguu. Weka vitunguu vya kutosha. Vitunguu vitakwenda kuweka ladha nzuri kwenye nyama yetu pale ambapo tutakwenda kuitia kwenye foili na kuipika kwa mara nyingine. Baada ya kuwa umekwisha kuweka vitunguu vyako, utakwenda kuweka pilipili kama unapendelea. Kama hupendi pilipili sio lazima. Kisha utakwenda kuweka yale majimaji ya mwanzo yaliyobaki, muda unachanganya nyama yako na vile viungo. Kuna maji tu lazima yatabaki nyama baada ya kujimarinate. Kwa haya tutakwenda kuyatumia kutia kwenye nyama yetu. Baada ya hapo utakwenda kuchanganya vitunguu vyako, pilipili na yale majimaji yaliyobaki baada ya kumarinate nyama yetu ili viweze kuchanganyika vizuri. Changanya vitunguu vyako viweze kuchanganyika vizuri, visambae kwenye nyama yote, visikae tu sehemu moja. Wakati huo unaandaa foil yako. Foil nayoongelea ni ile aluminium foil. Kwa andaa foil yako, nyama yako ukiwa umekwisha kuichanganya vizuri, nenda kaiweke kwenye foil yako. Weka kwenye foil yako, iweke ikae vizuri, funga foil yako vizuri. Hakikisha hakuna uwazi wowote ili nyama inapoiva ule mvuke wote uishie ndani na ile michuzi isiweze kutoka nje. Baada ya hapo utakwenda kurudisha nyama yako jikoni. Kama unatumia oven basi utairudisha kwenye oven. Mimi natumia mkaa ndio maana nimeirudisha kwenye mkaa. Nyama yako ikikaa nusu saa upande mmoja, utaigeuza ule upande wa pili ili nako iweze kuiva vizuri. Nyama yetu mimi na familia yangu tuliamua kuila na chipsi, lakini aina hii ya nyama unaweza ikala kwa ugali, kwa ndizi, wewe vile utakavyo pendelea. Kwa hiyo huku nyama yako inaendelea kuiva, huku unaendelea kukaanga chipsi zako au kupika ugali wako au kukaanga ndizi zako. Baada ya muda kama nilivyosema, nyama yetu itakuwa iko tayari. Kumbuka niligeuza pande zote mbili kwa muda wa dakika 30. Unaweza kuongezea muda kama unataka nyama yako ilainike sana. Unaionaje hiyo nyama? Hebu angalia inavyovutia. Yaani kwa muonekano tu inaonekana ni nyama tamu balaa. Imeiva vizuri, ina rangi nzuri, vitunguu vimeiva vizuri, ina harufu nzuri. I wish mngekuwepo. Kwa hiyo naomba na wewe ukapike, afu uje uniambie. Waliowahi kula hii nyama ya foil ya vitunguu wananielewa ninachokiongelea. Hii nyama ni tamu mpaka tamu tena. Yaani ni tamu balaa. Kama nilivyokuambia mimi na familia yangu tuliamua kula nyama hii na chipsi kavu, lakini pia tuliweka kachumbari pembeni. Sasa ndugu yangu, umetoka nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Basi usisahau kulike video hii, kusubscribe, comment, share na kwa watu wengine ili waweze kujifunza. Tukutane tena wakati mwingine. Kwaherini.